Tanzania oye! Sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 inaanza rasmi. Mtazamaji, karibu katika makala maalum inayokuletea shuhuda mbalimbali kutoka kwa wadau wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Ndani ya siku 100 za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeona hatua za kweli zilizobadilisha maisha ya wananchi, zikileta mafanikio na matumaini mapya kwa vijana, wajasiriamali, wazalishaji na Watanzania wote. Leo tunakuletea mwendelezo wa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi hiki. Safari ya maendeleo ambayo inaonyesha jinsi ya ajira, uwekezaji, viwanda, masoko, ubunifu na uchumi wa kijani vinavyobadilisha maisha ya Watanzania kila siku. Katika kipindi hiki cha siku 100 za serikali ya awamu ya 6, Wizara ya Viwanda na Biashara imefanikiwa kutekeleza hatua za kimkakati zilizogusa maisha ya wananchi moja kwa moja kupitia ajira, mitaji, viwanda, masoko, ubunifu na uchumi wa kijani. Katika uongozi wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Viwanda na Biashara imepata mafanikio makubwa na yamepatikana ndani ya siku 100 tangia kuapishwa kwake. Yapo maeneo muhimu ambayo yamegusa moja kwa moja maisha ya wananchi, hususan vijana katika kupata ajira, kuboresha kipato, kwenye uendelezaji wa mitaa ya viwanda, lakini vile ni kwenye mafunzo ya ubora wa bidhaa kwa wajasiriamali, hususan kupitia programu yetu bora kabisa ya Samia Ubora Clinic na fursa mpya za biashara. Binafsi naipongeza sana serikali kwa kututazama wafanyabiashara, hasa wafanyabiashara wadogo. Tumefikiwa na sera hii ya kupata nembo ya ubora kwa mjasiriamali ikiwa ni bure kabisa, na sisi tunapimiwa sample zetu bure na tunapewa maki bure, na hii inatufanya kama wajasiriamali au wafanyabiashara wadogo kuwa na wigo mpana zaidi wa kuuza na kukua. TBS ina mchango mkubwa sana katika viwanda vyetu na tunafanya nao kazi sana kwa ajili ya kuhakikisha bidhaa zetu zinakuwa katika ubora wa kitaifa na kimataifa. Lakini pia TBS imetufungulia uwanja au upana wa bidhaa zetu kufika nchi zingine Afrika, kama tumefika Kongo, Kenya na nchi zingine za karibu bado tunaendelea kuzifikia. Kabla ya TBS, namba ya employee walikuwa wachache. Tulikuwa na watu ambao waliokuwa kwenye ajira moja kwa moja walikuwa ni kama 15 peke yake. Lakini baada ya upatikanaji wa alama ya ubora tumetanua wigo wa ajira, na sasa watu ambao wako kwenye ajira moja kwa moja ni zaidi ya 45. Nilimaliza ujenzi wa kiwanda mwezi wa 7 mwaka jana, na nilipata mafunzo SIDO, walishirikiana na mkemia mkuu wa serikali ambao nilijifunza namna ya kutumia kemikali, na chaki ilikuwa ni moja kati ya sehemu ya mafunzo hayo. Kwa hiyo baada ya mafunzo nilianza kutengeneza kanuni na kutengeneza chaki. TBS walinipa kiwango, nikakisoma na nikaanza kutengeneza kanuni. TBS imefanya kazi kubwa sana ya kunielimisha namna ya kutengeneza miongozo hiyo, na miongozo hiyo pia imehakikiwa na TBS wenyewe, kwa sababu baada ya kutengeneza niliwasilisha kwao hiyo miongozo ambayo nimeiandaa kwa maelekezo yao, na wao wakajiridhisha na miongozo hiyo, na ndio iliyopelekea mimi kupata cheti cha ubora cha TBS. Ndani ya siku 100 Mama Samia tumeweza kuingiza bidhaa zetu sokoni, na sasa hivi bidhaa zetu ziko sokoni zinatumiwa na wateja. Uongozi wa Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 umeonyesha wazi kuwa utulivu, usikivu na maamuzi sahihi vinaweza kuiongoza Tanzania kwa umoja na mshikamano.
Serikali imekamilisha kuuisha sera ya taifa ya biashara ya mwaka 2003 toleo na mwaka 2023. Imewasilisha mapendekezo ya maboresho ya sheria 4 muhimu: sheria ya makampuni, sheria ya majina ya biashara, sheria ya alama za biashara na huduma na sheria ya usajili wa hataza. Lengo ni kuondoa urasimu na kupunguza gharama za urasimishaji kwa kuweka maslahi ya wananchi mbele. Kwa zaidi ya 60% ya watu wa nchi hii ni vijana. Tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Katika kutekeleza ahadi ya Rais ya kuimarisha mitaji kwa vijana, wizara kupitia shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO imefanikiwa kutoa mikopo ya zaidi ya shilingi milioni 821.7 ndani ya siku 100. Mikopo hiyo imenufaisha vijana katika mikoa 19 na kuzalisha zaidi ya ajira 1500 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Aidha, wajasiriamali 1059 wamepewa mafunzo ya viwango vya ubora wa bidhaa na bidhaa 192 zimetunukiwa alama ya ubora ya TBS bure, yaani bila malipo. Kuna miradi mingi sana ameanzisha kwa ajili ya vijana, na kwa ulimwengu wa sayansi na teknolojia naona viwanda vingi sana vinatengenezwa. Kwa kama viwanda vingi vinatengenezwa, maana yake sisi kama mafundi tutapata ajira kubwa sana za kwenda kuzalisha mashine ambazo zitaenda kufidi kwenye hivyo viwanda. Kwa mimi ninaona kuna mwanga mzuri unakuja. Kwenye hizi siku 100 za Mama Samia, vijana wamekuwa na mwamko mkubwa wa kujitegemea. Kwa hiyo tumepata vijana wengi ambao wanahitaji mashine kwa ajili ya kurahisisha kazi zao za mikono, lakini pia na mzunguko wa pesa umekuwa rahisi. Kwa wajasiriamali wengi wanakuja kununua mashine kwa ajili ya kurahisisha kazi zao. Kupitia programu ya SIDO ilianzisha chini ya Wizara ya Biashara na Viwanda, bidhaa nyingi tutakuwa tunazalisha hapa nchini. Mtazamaji, serikali imeanzisha mitaa ya viwanda na kongani katika mikoa 11 ikilenga kuongeza thamani kwenye kilimo, mifugo na madini. Maeneo kama Magugu, Mtinko, Mbeya Rice Group na Kilolo tayari yamekamilika. Mkoa wa Morogoro tayari wameshaanza kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais na vijana wa mkoa huu wameanza kunufaika na kongani. SIDO imeendelea kuanzisha na kuendeleza mitaa ya viwanda kwa ajili ya kutoa maeneo ya kufanya kazi. Mpaka sasa SIDO nayo mitaa ya viwanda 25 Tanzania nzima, na hapa Morogoro ikiwa ni moja ya maeneo hayo. Kufuatana na ahadi za Mheshimiwa Rais, SIDO imeainisha maeneo 4 ya kuzindua ili kuweza kufikisha ujumbe kwa wananchi na vijana ili wajiunge katika mitaa ya viwanda nchini, na uzinduzi huu wa hapa Morogoro ni wa kwanza. Uzinduzi huu unalenga kuhamasisha vijana kutumia maeneo haya ya uzalishaji, kwa maana tunaita mitaa ya viwanda, ambayo yanatengwa na kuendelezwa na serikali kupitia SIDO na wadau wengine. Na ninyi mnaoshiriki hapa ndio mnaenda kuyatafsiri haya kwa vitendo, na mafanikio yenu na tija inayopatikana hapa ndio inaenda kuleta mfano kwanza kwa wana Morogoro wengine, lakini kwa Tanzania wenzetu pote walipo. Mimi kama kijana mnufaika wa mahali hapa, nimeweza kunufaika pia kupitia SIDO kutoa eneo la kupata kufanyia kazi ujasiriamali wangu ambao nauendeleza mahali hapa. Ni moja ya fursa nzuri ambayo wametoa kwa gharama nafuu pia, ambayo inaweza kuwainua wajasiriamali wadogo kutoka chini kwenda juu. Pia tumeendelea kunufaika kupitia eneo ambalo wametoa, kidogo limeniongezea uwezo wa kuendelea kuzalisha zaidi na kuendelea kujifunza vingi kutokana na uwepo wa watu wengi mahali hapa. Tunashukuru kwamba sisi kama vijana jitihada zetu zimeonekana, lakini pia tutakwenda kuongeza nguvu zaidi. Tunaahidi kwamba hatutamwangusha, tutayatumia haya maeneo kuinua vijana wengine, kwa maana ya kwamba kutengeneza ajira kwa vijana wengine, lakini pia kwa sisi ambao tunazalisha bidhaa ambazo tunafanya kazi na wakulima, manake tutaendelea kufanya kazi na wakulima. Kwa wale wakulima nao fanya nao kazi, manake tayari nimeshawapunguzia ile burden, ule mzigo kwamba wapeleke wapi mazao yao. Kwa hiyo pekee tunamshukuru sana maisha yanakwenda kubadilika. Uendelezaji wa mitaa ya viwanda kwa kusogeza zile huduma zote muhimu kutachochea kwa haraka sana ukuaji wa uchumi, lakini maendeleo ya teknolojia
maendeleo ya viwanda, vijana wanakuwa na uhakika wa upatikanaji wa ajira, vijana wanakuwa na uhakika wa upatikanaji wa masoko, vijana wanakuwa na uhakika wa kupata wafanyakazi wenye ujuzi na wataalamu ambao watatoa bidhaa iliyo bora. Tumeanza programu za kuhakikisha kila wilaya inakuwa ina mitaa ya viwanda ili kuleta ajira, kuongeza mnyororo wa thamani na kuhakikisha tunakuwa tunauza mazao yetu nje kutokea kule ambapo wakulima wenyewe wanalima. Tuhakikishie ndugu zetu wa Tanzania, mitaa hii ya viwanda itakuwa fursa kwetu sisi wa Tanzania kuweza kuboresha uchumi wetu. Kupitia SIDO na TISEZA, programu maalum ya uwekezaji kwa vijana imezinduliwa kwa lengo la kuwezesha biashara 100,000 na kuanzisha viwanda zaidi ya 9,000 nchi nzima ndani ya miaka 6. Ni ukweli usiopingika kwamba hatuwezi kujitegemea kiuchumi bila kuwa na uwekezaji imara wa viwanda. Ninawapongeza sana wamiliki wa kongani ya viwanda ya Kwala ambao ni Sinotan na Arise kwa kazi nzuri na kubwa inayofanyika. Kongani hii itakuwa na uwezo wa kuingiza viwanda vya kisasa 200 na kutoa ajira za moja kwa moja 50,000 na zisizo za moja kwa moja kama 150,000. Mtazamaji, sekta binafsi kwa sasa inachangia zaidi ya 85% ya ajira nchini, jambo linaloonyesha mchango wake mkubwa katika kukuza uchumi na kuinua maisha ya Watanzania. Ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mafanikio makubwa yamepatikana katika kuimarisha na kuendeleza maeneo ya viwanda katika kongani mbalimbali za kimkakati, ikiwemo kongani ya Kilimanjaro, Kigamboni, Tamko, Kwala, Mkuranga na Mabibo. Kupitia uwekezaji huo, miradi ya viwanda vya mabati, sharubati, magari, vyakula vya mifugo, paneli za jua pamoja na vifaa vya umeme vimeanzishwa na kupanuliwa, hatua iliyozalisha maelfu ya ajira mpya kwa vijana na wananchi kwa ujumla. Aidha, juhudi hizi zimechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza utegemezi wa kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi na kuimarisha uzalishaji wa ndani. Kiwanda cha viuadudu TPBL Kibaha kimezalisha zaidi ya lita 80,000 za viuadudu vyenye thamani ya shilingi bilioni 1 na lita 6,000 za viuatilifu vya ThiruSave 24. Tanzania Tool Garment imeendelea kuwepo Tanzania kwa takribani miaka 12. Ilianza mwaka 2012 na hadi sasa imeendelea kukua toka wafanyakazi 1,200 mpaka wafanyakazi 6,300. Bidhaa zetu tunazotengeneza tunatengeneza suruali za jeans za kike na za kiume, na pia tunatengeneza nguo za pajama za watoto, na bidhaa yetu tunauza soko la Marekani na Canada. Sera za uwekezaji ni rafiki sana, na ndio maana zinaendelea kuvutia wawekezaji wengi, na kiwanda chetu kinapanuka kwa sababu ya sera nzuri za nchi. Kiwanda hiki kimenisaidia mimi hapa kupata ajira. Sasa hivi nina kiwanja mkoani na sasa hivi naweza kuendeleza maisha yangu, lakini nina uwezo wa kulipa kodi. Uwepo wa viwanda, kwanza namshukuru Mama Samia sana kuleta wawekezaji kama wametufanya sisi vijana tupate fursa za kujiwekeza maisha yetu ya baadaye. Sasa hivi ukiniona naendesha maisha yangu, nimepanga na kwangu naendesha. Tumeanza ujenzi nyumbani, tumechanga kufanya ujenzi nyumbani, kujengea wazazi wetu tulipotoka nyumbani. Baada ya kuanza kupokea ndogo ndogo, nikaanza kuziwekeza. Baada ya kuwa nyingi, nikawashauri wazazi wangu, mnaweza mkatoka huko mkoani tukaje kufanya biashara huku za dhamana ndogo ndogo. Nikaanza mimi kununua mashuka na kwenda kuuza mikoani huko. Na pia namshukuru sana Mama Samia kwa kutufanya sisi vijana tupate fursa ya kuwainua ndugu zetu ambao nani ya chini kabisa. Ladha Electronics tumebobea kwa assemble vifaa vya kisasa vya electronics ambavyo ni simu janja, kompyuta mpakato, kompyuta ndogo, kompyuta kubwa, mashine zinazosaidia uuzaji kwenye bidhaa ndogo ndogo za electronics, kwa mfano kwenye sheli, supermarket, kwenye maduka. Pia tumetengeneza saa janja kwa ajili ya wanafunzi wa kati na wa vyuo. Tunashukuru sana hii awamu ya 6 ya Mama Samia, imekuwa msaada sana kwa sisi watu wa viwanda, imekuwa bega kwa bega na sisi kwa mahitaji yote ambayo tunahitaji kwenye operation ya kiwanda,
kuanzia miundombinu, uwezeshaji wa upatikanaji wa vitu bandarini, tumekuwa rahisi kutegemea na zamani. Pia tunashukuru kuwa na sera rafiki ambazo zinatuwezesha sisi wazawa kujivunia kama Watanzania na kuzalisha vifaa kwa uhuru zaidi. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa tumekuwa na ajira especially kwetu sisi wanawake, maana zamani kwa wanasema wanawake hatuwezi, ila sasa hivi tunaweza wanawake. Na hasa Radio Electronics imetolewa fursa nyingi, wanawake tuko wengi sana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa upande ajira, tuko vizuri Tanzania. Hapa sisi tunatengeneza cable za fiber optic za aina mbalimbali pamoja na accessories. Kwa hiyo fiber cable tunayotengeneza sisi inatumika kwenye vitu vingi. Kuna masuala ya kamera, security, kuna masuala ya internet majumbani, kuna vitu tofauti tofauti. Ukiangalia tuna nafasi kubwa ya kuuza kwa nchi za nje kwa sababu sisi tuko kwenye center kwa kiasi fulani ukilinganisha na nchi za jirani. Tunaamini biashara yetu itakuwa kubwa na lile lengo letu la kutimiza kuajiri watu zaidi ya 1000 litafikia. Kwa upande wa kiwandani kuna zaidi ya wafanyakazi, wale ni operator tu, zaidi ya wafanyakazi 70 ambao wanafanya kazi usiku na mchana. Kunakuwa kuna day shift, kunakuwa kuna night shift. Kwa hiyo operation hazisinzii, operation hazilali kwa sababu mahitaji ya cable ni makubwa sana. Kuna miradi mbalimbali ya mashirika binafsi, miradi mbalimbali ya serikali kama mkongo wa taifa inategemea cable kutoka hapa. Kwa hiyo kwa sababu uhitaji ni mkubwa, tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha tunakidhi mahitaji ya watumiaji wetu. Kiwanda hichi kilianza na ajira kwa watu wapatao 600, lakini ninapozungumza siku ya leo ambao ni mwaka 2026, kiwanda hichi kinacho jumla ya wafanyakazi wa kudumu 1631. Ongezeko hili la mara kwa mara la ajira la watu wanaofanya kazi katika kiwanda hichi linatokana na upatikanaji mzuri wa malighafi na uzalishaji wa kiwanda ambao umekuwa ukitokea na ukuaji wa mara kwa mara ambayo imepelekea kuongezeka kwa ajira. Sera nzuri ambazo zimewekwa na serikali yetu katika kuwavutia wawekezaji imepelekea pia uwekezaji huu kuwa na tija na hivyo kupelekea maendeleo ya viwanda kwa nchi yetu. Vitu vingi nimefanikiwa kupata. Hata ujuzi mwingi umeongezeka kwenye akili yangu. Nafikiri ni fursa kwa vijana na kama sisi vijana kwa sababu tunapata ajira, tunapata kidogo kiwango cha pesa, tunaendesha maisha yetu, waliotuzunguka nyuma yetu wanatutegemea tunafanya nao vizuri. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Kabla sijajiunga na Chem & Cotex nilikuwa mama wa nyumbani. Kufanya tu biashara hizi ndogo ndogo za maji, kuuza maji haya ya kandoro. Baada hapo nikasikia fursa ipo Cotex, nikaomba kujiunga na wana Cotex. Chem & Cotex imekuwa kama mama. Imenisomeshia mtoto wangu shule ninayotaka. Chem & Cotex imefanya nimepata kiwanja, imekuwa msaada kwa wamama, imekuwa msaada kwa wadada wenzangu. Inatubeba sisi kina mama, tunajijua na sisi ni watu katika jamii. Katika jitihada za kukuza uchumi wa kijani na nishati safi, mashirika ya TIRDO na NDC yamepata mafanikio makubwa yanayochangia uhifadhi wa mazingira na kuongeza kipato cha wananchi. TIRDO imeanzisha viwanda vya makaa mbadala ambavyo vimezalisha ajira 150 kwa vijana na akina mama, huku ikiboresha afya za jamii na kupunguza ukataji wa miti. Tulipopata mafunzo ya TIRDO kwa maana ya utengenezaji mkaa bora, tumeboresha mkaa wetu. Mkaa ni mzuri kuliko tulikuwa tumeanza pale awali na kutokuwa na elimu msingi hasa ya utengenezaji wa mkaa. Sasa mkaa tunaotengeneza na viwango kwa msaada wa TIRDO. Mkaa ni bora, ni mzuri, unawaka fresh, usumbui au unamoisha takriban. Cha kwanza hata katika matumizi yake yanakuwa madogo. Pia ukishakolea unaivisha chakula kwa haraka. Mafuta yanapata moto haraka na chips zinaiva. Mwanzo tulikuwa tunatumia makaa ile ya miti ya kawaida. Tulikuwa tunatumia hadi 40, lakini sasa hivi tunatumia 10,000, 15,000 hadi 20,000 siku nzima. Hapa kwa kweli upo vizuri. Faida kidogo inaonekana tofauti na mara ya kwanza. Sababu mara ya kwanza unapotumia unapata hasara. Sasa hivi unatabasamu, unaenjoy. Afu isitoshe hauna madhara. Sababu mkaa wa kwanza ule ulikuwa natumia shilingi 2,000 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini kwa sasa hivi natumia shilingi 1,000 tu. Kwa kweli nashukuru sana. At least kidogo hata 200 naweka. Lakini mwanzo nilikuwa siweki kitu chochote.
Mimi nisemeje, nimshukuru Mheshimiwa Rais. Lakini la pili nishukuru kwamba kama unavyoona taasisi ya TIRIDO kupitia kwenye wizara imetuwezesha kutengeneza mkaa ulio bora ili kukidhi viwango na unaweza kwenda kwa wananchi ili kusaidia kampeni ya mama ya kuokoa mazingira, vile vile kumpunguzia mama nishati chafu ya kufanya ya kupikia. Sisi mkono wa kwanza kushikwa ilikuwa ni kitendo cha kupata ruhusa ya kuhamia SIDO, tukaruhusiwa kufanya shughuli zetu, lakini baadaye tukaja TIRIDO. Lakini kabla hatujaja TIRIDO, serikali hiyo hiyo kupitia SIDO ikatupa uwezo wa mtu yote anayepita SIDO anaruhusiwa kwenda TBS kwa barua ya SIDO bila ya kulipa. Kwa hiyo kwangu mimi hatua ya kwanza kubwa sio kupewa hela, ni pale ambapo zile taasisi za serikali zinapokufungulia milango yake wewe uweze kuzitumia kwa minajili iliyowekwa. Na hapa juzi kati ndio kabisa tumelianzisha balaa jingine kubwa sana. Tukaitwa na mwakilishi wa katibu mkuu, akataka kujua mnahitaji nini kutoka wizarani. Tukamwambia bwana, sisi shida yetu kubwa ni ruhusa ya kutumia facilities zilizoko kwenye taasisi za serikali, taasisi zilizoko chini ya wizara ya viwanda. Wizara ikaongea na wakuu wa zile taasisi kwamba KP Motors wanakuja, wapeni ushirikiano wote. Vitu ambavyo nimevikuta mimi kama TEMDO, KMTC, tumekuta machineries, tumekuta vitu. Maana sisi tuna maengineer, tuna watu. Sisi tuna watu. Yaani tuna watu. Sisi chassis tulikuwa tunaunga. Lakini kuifanya iwe bora zaidi inatakiwa isiungwe, ikunjwe. Hatuna hizo mashine, lakini KMTC wanazo hizo mashine. Na hiyo ruhusa kwa mfano sisi ruhusa ambayo tumepata ndani ya siku 100 hizi ambazo unazitaja za Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kitendo cha kuruhusiwa kwetu sisi ni kitu kikubwa. Na hiyo mimi nadhani ni tone tu la mambo ambayo mimi natarajia kutoka kwenye yatakayokuja. Namuomba Mheshimiwa Rais katika kumtakia kila la heri, lakini kumuomba sana aendelee kutumia wataalamu wake kuhakikisha vijana wa ndani wanatumika. Kwa hiyo kusema ukweli ni kwamba kwenye government sio hadithi, ni vitendo. Viwanda, mama anapambana vizuri sana. Kuna goli la mama kwenye mpira, lakini vile vile wanasema kuna knockout ya mama kwenye ngumi. Sisi watu wa viwanda tunasema sasa, jamani, kuna mkono wa mama kwenye viwanda. Kiukweli nasema hatujawahi kukwama popote kwa swala ambalo linalohusu serikali. Hapana. Kwenye ajira tulikuwa tumeanza watu 2, lakini sasa hivi tuko zaidi ya 20. Katika kuboresha mazingira ya biashara nchini, chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ndani ya siku 100 za serikali ya awamu ya 6, Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni BRELA imeimarisha mifumo ya kidijitali ya Tanzania Trade Portal na ITMIS na kuwafikia wafanyabiashara zaidi ya 30,000. Ndani ya siku 100, kampuni 4233 na majina ya biashara 7498 yamesajiliwa. Vijana wanaongoza kwa kumiliki viwanda 129 kati ya 141 vilivyosajiliwa upya. Vijana wengi wamefanikiwa kufungua makampuni yao wakiwa shule na wale ambao wametoka shuleni. Tunaweza kuona programu hatamizi pale Chuo cha Elimu ya Biashara. Wizara imeweza kuwalinki kutoka kwenye programu mbalimbali kujisajili ili kulinda alama zao za biashara, ili kulinda mawazo yao, ili kulinda nembo za kibiashara, lakini pia kuwa na usajili ambao utawawezesha kuendesha shughuli zao kisheria. BRELA kwa kweli sasa wameimprove tofauti na zamani. Sasa hivi ni huduma zao zimekuwa ni nzuri kwa sababu tunapata online. Ukiingia ORS direct unapata huduma moja kwa moja, unaweza kufungua kampuni ukiwa mwenyewe huko kwenye nyumbani kwako au ofisini kwako. Kwa hiyo huduma kwa kweli ni nzuri. Mbali na hayo, serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa katika kuongeza thamani za mazao na stakabadhi ghalani, ambapo katika zao la korosho wakulima wamelipwa zaidi ya shilingi trilioni 1 kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Utafiti
TIRDO imeanza utafiti wa madini adimu mkoani Kagera na Singida ili kuvutia teknolojia ya juu. Vile vile, mpango wa miaka 6 ambapo ni uzinduzi wa mpango wa kuanzisha viwanda 948 utakaotoa ajira zaidi ya milioni 6.5. Kuelekea dira 2050 ndani ya sekta yetu ya viwanda na biashara, tumeshaanza kuhakikisha sera zetu, sheria zetu, kanuni zetu zinaweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kushirikiana na sisi katika kuhakikisha tunaimarisha uchumi wetu. Uchumi wa Tanzania kwa kiasi kikubwa utajengwa na viwanda. Tunawakaribisha Watanzania na tunawahamasisha kushiriki kwenye shughuli za uchumi wa taifa lao kwa karibu. Viwanda vidogo, viwanda vya kati, viwanda vikubwa, vyote vina nafasi katika kuboresha uchumi wetu. Na uchumi wetu utaboreshwa ikiwa Watanzania wenyewe wataanza kushiriki kikamilifu kwenye shughuli ambazo zinategemeza uchumi wao wa kila siku. Moja ya mafanikio makubwa ya siku hizi 100 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kujenga ujasiri kwa Watanzania na vijana, sio tu wa kutaka kuajiriwa, lakini wenyewe kuwa waajiri. Na katika muktadha huo tumeona jinsi gani mabadiliko haya ya sheria mbalimbali ambazo tumeyafanya, mabadiliko ya kanuni mbalimbali za kibiashara ambazo lengo lake ni kutengeneza mazingira rafiki kwa Watanzania kumiliki makampuni, kumiliki mchakato wa uzalishaji, kumiliki mchakato wa ongezeko la thamani ya bidhaa za uzalishaji hasa za kilimo kwenda kwenye bidhaa za viwandani, kumiliki viwanda. Na katika hilo tumetengeneza mazingira rafiki ya kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama za uzalishaji kwa Mtanzania. Mama Samia ametuguza kwa sababu zamani mshahara ulikuwa uko chini, sasa hivi mshahara umepanda. Zamani mimi nilipoanza kufanya kazi nilikuwa nalipwa 90,000, lakini sasa hivi hela imepanda kuanzia kima cha chini 200,000. Anaendelea kufanya uwekezaji, kwa hiyo tunashukuru, aendelee kupiga kazi na Mungu ambariki katika kazi yake. Mama Samia mimi namshukuru, aendelee kuwekeza vizuri katika viwanda, sababu ni vitu ambavyo vinatanua wigo kwa vijana kupata ajira. Na haya yote ni matunda ya serikali ya awamu ya 6. Siku 100 za mama, maendeleo ya viwanda, fursa kwetu vijana. Na tunatoa shukrani za kutosha katika serikali ya Mama Samia. Mtazamaji, haya yote ni ushahidi wa utekelezaji wa sera kwa vitendo. Ni safari ya uwekezaji unaolenga matokeo. Ni safari ya kuwawezesha vijana, wanawake na wajasiriamali. Na ni safari ya kuijenga Tanzania ya viwanda, ubunifu na uchumi endelevu.